sauti ya upepo airinga na itala huzuni, iringa baridi kangilonga kumenuna, Neema roho yako ipumzike. Je, inawezekana kuishi kwenye pepo ya dhahabu, lakini ndani yake ukawa unachomeka kwenye jehanamu ya siri? Karibuni Masaki, kwenye jumba la Silas. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Leo ninakuletea hadithi ya kusisimua na yenye mafunzo mazito. Hadithi ya mwanamke aliyepambana na kivuli cha utajiri. Karibuni kwenye Kivuli cha Dhahabu, sura ya pili, mvua ya machozi na giza la Masaki. Iringa bado ni ile ile. Baridi inazidi kutanda, huku tukiwa tumeketi kwenye vibaraza vya mbao. Neema alikuwa amepoteza mwelekeo wa macho yake, akiangalia mbali kuelekea barabara kuu ya kwenda Tanzam. Sauti yake ilikuwa ya chini, ikitetemeka, kama mtu anayesimulia ndoto ya kutisha ambayo hawezi kuiamka. Unajua rafiki yangu, alianza kunisimulia, huku akivuta shuka lake la sufu kifuani. Watu wanaona ulevi wangu na kunihukumu, lakini hawajui kuwa kuna usiku mmoja uliua utu wangu kabisa. Usiku ule wa mvua kule Dar es Salaam ndio ulionifanya niamue kuwa ni heri nife nikiwa mtaani kuliko kuendelea kuwa pambo ndani ya jumba la Silas. Siku hiyo ilianza kama siku nyingine yoyote ya kawaida ya kazi kule Dar es Salaam, lakini hali ya hewa ilibadilika ghafula saa 10 jioni. Mawingu mazito meusi yalitanda juu ya jiji na radi zilianza kupasua anga. Mvua ilianza kunyesha kwa nguvu ambayo sijaiona kwa miaka mingi. Dar es Salaam ilisimama. Mimi niliyekuwa nimezuiwa kutumia gari lolote la nyumbani, Neema alikumbuka kwa uchungu. Nililazimika kusubiri daladala pale posta nikiwa nimelowa chapachapa. Nguo zangu za gharama ambazo Silas alizidhania kuwa ni pambo zilikuwa zimejaa matope. Nilifika nyumbani Masaki saa 5 usiku, nikiwa nimechoka, nina njaa na mwili unatetemeka kwa baridi. Aliniambia kuwa alipofika getini, walinzi hawakumfungulia kwa haraka. Alilazimika kupiga kelele kwenye mvua ile kwa zaidi ya dakika 10. Alipoingia ndani ya jengo lile la kifahari, alimkuta Silas ameketi sebuleni. Hakukuwa na huruma machoni pake. Kulikuwa na giza ambalo lilikuwa linatisha kuliko radi za nje. "Umetoka wapi saa hizi?" Silas aliuliza kwa sauti ya baridi iliyomfanya Neema asisimke nywele. Neema alijaribu kuelezea kuhusu mvua na jinsi alivyoteseka, lakini Silas alisimama na kuanza kumzomea. "Unataka uonekane una uwezo kuliko mimi? Unadhani mimi ni mjinga? Unadhani sijui unazurura na wanaume huko maofisini kwako?" Silas alianza kumtolea maneno ya dharau, akimwambia kuwa amekuwa malaya wa ofisini. "Nilikuwa nimechoka sana rafiki yangu," Neema aliniambia huku akipiga funda kubwa la konyagi hapa Iringa. Nilijaribu kumvuka niende chumbani, lakini Silas alinishika mkono kwa nguvu. Aliniambia mimi ni takataka na kwamba bila yeye mimi si kitu. Hapo ndipo Silas alipovuka mstari. Katika hasira ya ghafula, alimpiga Neema kofi zito lililomwangusha chini kwenye ile sakafu ya baridi. Hakupishana naye. Aliendelea kumpiga mateke na makonde usiku ule, akimtukana na kumdhihaki. "Hii ndiyo kazi uliyokuwa unaitaka? Haya ndiyo maisha ya uhuru unayoyatafuta?" Alimwacha Neema akiwa amelala pale sebuleni, akivuja damu puani na mdomoni, huku nguo zake zilizoloa mvua zikiwa zimetapakaa sakafuni. Neema aliniambia kuwa usiku ule, akiwa amelala pale chini, huku akisikia sauti ya mvua ikigonga paa la jumba lile la mamilioni, kitu fulani ndani yake kilivunjika. Hasira kali, ya ajabu na ya kutisha ilimpanda. Siku hiyo, saa 9 usiku, mvua ikiwa bado inanyesha kwa mbali, niliinuka. Neema alisimulia. "Niliingia chumbani kwa watoto,
nikawatazama Ethan na Elena wakiwa wamelala. Moyo wangu ulipasuka vipande vipande. Nilitaka kuwaamsha na kuondoka nao, lakini nilijua Silas hataniachia getini. Neema alichukua begi dogo, akatoka nje ya lile gereza la dhahabu. Alitembea kwenye matope ya Masaki usiku ule, akivuja damu na huku mwili ukimtetemeka. Hakurudi nyuma. Lakini rafiki yangu, Neema alisema huku sauti ikimwishia, nilikuwa nimekosea sana. Nilifikiri nikiondoka na kuanza maisha yangu, nitawapata watoto wangu kwa urahisi. Sikuijua kuwa Silas alikuwa ameshaandaa mtego wa kisheria. Tangu usiku ule, Neema hakupata amani tena. Pombe ilianza kama njia ya kuzima maumivu ya mwili, lakini haraka sana ikawa njia ya kuzima hasira iliyokuwa inamla moyo wake. Kila tone la pombe ninalokunywa, Neema aliniambia huku akinitazama kwa macho yaliyopoteza matumaini, ni jaribio la kusahau ule usiku. Lakini kadiri ninavyokunywa, ndivyo ninavyoona ule usiku wazi zaidi. Naona mvua, nasikia sauti ya Silas, na nawaona Ethan na Elena wakiniangalia nikiwa naondoka getini. Nilimshika mkono Neema, mkono uliokuwa na baridi kama barafu. Silas hakuwa amempiga tu mwili, alikuwa ameiponda roho yake na kuibakisha iwe na kovu lisilopona. Hapa Iringa, kila mara mvua inaponyesha, Neema alikuwa anabadilika kabisa. Alikuwa anaanza kutetemeka na kunywa kwa kasi zaidi. Na mimi, rafiki yake, nilijua kuwa safari yake ilikuwa inaelekea ukingoni. Maana moyo wake ulikuwa umejaa sumu ya hasira, ambayo hakuna dawa ya hospitali wala pombe ya klabuni ingeweza kuiondoa. Tumefika tamati kwa leo, lakini safari ya hadithi hizi ndiyo kwanza inaanza. Ili kuwa wa kwanza kupata mwendelezo na simulizi nyingine kali kama hizi, tafadhali bonyeza alama ya subscribe, share simulizi hii na rafiki zako, na tuandikie kwenye comment ni jambo gani limekugusa zaidi leo. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Asante kwa kuwa nami.